Mara kwa mara nimekuwa nikizungumza na vijana mbalimbali na muuliza, kijana niambie, unafanya biashara gani? Unafanya shughuli gani? Anasema sina, kwa sababu sina mtaji na wala sijui nini nianze. Basi nikaona leo hii tuje tuzungumze pamoja, ili kijana utakaye nisikia hapa au utakayeweza kufuatilia kwenye YouTube channel yangu, basi utapata kujua. Leo tutajibu haya maswali. Basi lakini kabla ya hapo nikaona kwa hii tufanye kama ugonjwa. Unajua unapokuwa na ugonjwa inabidi uweke wazi ili tupatie matibabu. Kwa kuna vitu ambavyo kijana inabidi ujiangalie kwanza. Baadaye tutajua kwa sasa huyu kijana anasema hana mtaji apate wapi? Tutajua baadaye. Hao wanasema sina mawazo, nifanye nini? Kama biashara zipo mtani nyingi tu, nifanye nini? Basi tutaona baadaye. Basi ngoja sasa hivi tujifunze nini hasa kinafanya kijana ashindwe kujiajiri. Jambo la kwanza kubwa ambalo baya sana, uvivu wa kufikiria. Vijana wengi hawana ile spirit ya kufikiria nini afanye. Akiona jirani yake, ndugu yake au fulani tayari anauza biashara ya mtumba sehemu fulani, au anauza duka la mangi, kwa hiyo anaona kabisa hana cha kufanya, hana kitu cha kufanya. Lakini hapana, hiyo ni uvivu wa kufikiria. Unaweza ukafanya hiyo biashara anayofanya mwenzako, wewe ukaifanya katika namna ya tofauti kidogo. Mfano, mtu anafanya biashara ya mitumba, pengine kapanga mashati sehemu kadhaa anauza, au kapanga nguo sehemu kadhaa anauza. Basi wewe jiongeze. Unaweza ukauza nguo, lakini ukaziandaa vizuri, ukaziweka vizuri, ukazipiga picha vizuri kupitia mitandao ya kijamii. Basi ukaweza kuuza vizuri sana. Ni tendo tu cha kuchukua namba za simu za wale wateja wa awali, basi na kuwafuatilia. Lakini pia kuna ile huduma ya kumpelekea bidhaa yule mteja mpaka nyumbani kwake. Hiyo pia itakuwa umefikiria nje ya boksi, to think of the box. Kwa hiyo inabidi kijana ujue kufikiria nje ya boksi. Lakini pia vile kuna kitu kinaitwa kufanya biashara kwa ushirika, kushirikishana. Unaweza kuwa kijana mwenzako, mfano wewe unaweza ukawa uko chuoni unasoma chuo, lakini pia unaye mwenzako ambaye pengine hayuko chuoni, lakini huyo kijana ni yule ambaye anafahamu machimbo, sehemu ambazo unaweza ukapata bidhaa bora. Basi unaweza mkaishirikiana. Yeye anakwenda kwenye hayo machimbo au kwenye hizo sehemu nzuri kwenye source, akachukua zile bidhaa akazileta, mkaziandaa vizuri, mkazipiga picha. Wewe kwa sababu utakuwa chuoni au utakuwa sehemu ambayo au utakuwa una uwezo wa kutafuta wateja, basi unaweza, yeye anakuwa anaendea kule, alafu wewe unakuwa unasambaza. Hivyo unaweza pia ukauza biashara katika hiyo. Kwa hiyo ndio maana tunasema kuwa vijana wengi hawana ile hali ya kufikiria, yani uvivu wa kufikiria.